Biblia inasema kuna mama mmoja alikuwa anaitwa Ana na aliolewa, na baada ya kukaa na bwana yake miaka 7 bwana yake akaaga na akamwacha bila mtoto. Na huyu mama akaona hakuna kingine cha kufanya ni kwenda kuishi ndani ya hekalu, akifanya kazi huko na akiomba Mungu na akifunga na akigojea mpaka wakati Yesu Kristo atazaliwa au huyu mwokozi amuone na macho yake. Yaani hakufanya mipango aolewe tena. Kumbuka bwana yake alimuaga akiwa kasichana kadogo sana, kwa hivyo angeolewa tena, lakini yeye aliamua kujipeana kwa Mungu, kufanya kazi yake, ni kwa sababu mwishowe atapata taji yake huko mbinguni. Yaani ukiangalia utaona huyu mama ni mwingine, kwa sababu watu wengi hawawezi wakafanya kitendo kama hicho. Ukiwa mdogo vile, ukiwa msichana vile, ukiwa kijana huko vile, ati unaamua kwenda kukaa ndani ya hekalu na huna haja na mwanamume mwingine, huna haja na mwanamke mwingine. Hiyo hakika ni kujitolea na kumpenda Mungu zaidi kuliko kitu kingine. Na wakati huyu mama alisikia ati Yesu Kristo amezaliwa, alifurahia sana na akaenda akamkumbatia, akamshika na mikono miwili, akafurahi akisema, kusema kweli ndoto yangu imetimia, ni kwa sababu nimeona yule atakuja kuokoa ulimwengu, yule atakuja kuponya familia yao, yule atakuja kuponya wana wa Israeli, yule atakuja kuponya ulimwengu mzima. Yeye akasema hata sasa akipigia dunia kwa heri, ndoto yake imetimia. Nataka kukuapia kwa sababu hata wewe naona umejitolea kwa kazi ya Mungu, na si mchezo na si kujifanya. Hata watu wakikuangalia wanaonaga kama mchezo, lakini kile unafanya ni kitu kizuri. Unafanya kazi ile ilifanywa na Ana, na Ana akaona ndoto lake, akaona mwokozi. Hata wewe ninajua uko na ndoto na hutatoka ulimwengu huu kabla ndoto yako haijatimia, na Mungu atafanya upate kile utafanya, ndivyo ukitoka ulimwengu huu uende ukisema hakika kuko na Mungu huko mbinguni ambaye huwa anabariki watu wake. Barikiwa sana mpendwa.